Nuhu alikuwa mtu wa kipekee katika historia ya wanadamu. Katika kizazi kilichojaa uovu na upotovu, yeye alisimama imara katika uadilifu wake na kumcha Mungu. Wakati huo, dunia ilikuwa imejaa vurugu na ukatili, na mioyo ya watu ilikuwa imepotea kabisa. Lakini Nuhu, pamoja na familia yake, walikuwa tofauti. Walimwabudu Mungu wa kweli na walijitahidi kuishi kwa kufuata amri zake. Mungu, akiwa amesikitishwa na uovu ulioenea, aliamua kuleta gharika kubwa ili kuiangamiza dunia. Lakini kwa sababu ya uadilifu wa Nuhu, aliamua kumwokoa. Alimwagiza Nuhu ajenge safina kubwa, mradi ambao ulionekana kuwa wa ajabu na usio wa kawaida kwa watu wa wakati huo. Safina hiyo ilikuwa na ukubwa wa kutosha kubeba yeye, familia yake na jozi ya kila aina ya wanyama. Nuhu alimtii Mungu bila masharti. Alianza kujenga safina hiyo licha ya kejeli na dhihaka kutoka kwa watu wengine. Walimdharau na kumcheka, wakimwona kama mtu mwenda wazimu. Lakini Nuhu hakujali. Aliendelea na kazi yake kwa bidii na uvumilivu, akijua kwamba alikuwa akitii amri ya Mungu. Gharika ilipokuja, ilikuwa kama hakuna kitu kingine ambacho wanadamu walikuwa wamewahi kuona. Maji yalianza kupanda na mvua kubwa ilinyesha kwa siku 40 na usiku 40. Safina ya Nuhu iliokoka na kuelea juu ya maji, huku kila kitu kingine kikiharibiwa. Baada ya miezi mingi, maji yalipopungua, safina ilitua kwenye mlima Ararati. Nuhu na familia yake walitoka nje na kuanza maisha mapya. Nuhu alimpendeza Mungu kwa uadilifu wake, utii wake, imani yake na uvumilivu wake. Alikuwa mfano wa mtu ambaye alimwamini Mungu kwa moyo wake wote. Alitii amri zake hata zilipokuwa ngumu. Alivumilia kejeli na dhihaka kutoka kwa watu wengine. Historia ya Nuhu inatufundisha mambo mengi muhimu. Inatukumbusha kwamba Mungu huwaona na kuwathamini watu waadilifu. Inatufundisha kwamba utii kwa Mungu huleta baraka na ulinzi. Inatukumbusha kwamba imani katika Mungu ni muhimu hata katika nyakati ngumu. Na inatufundisha kwamba uvumilivu katika kumtumikia Mungu ni muhimu. Kwa hiyo, usikate tamaa katika kumtumikia Mungu hata kama unapitia changamoto. Mungu yuko pamoja nawe na atakuokoa kama alivyomwokoa Nuhu. Kumbuka kwamba yeye ni mwaminifu na atatenda kulingana na ahadi zake.